mlima. Wakija kuguza huu mlima, mjue muna marafiki kutoka Eastern hadi Western, na sisi tuko hapa kama marafiki wenu. Tutatembea pamoja, tuko pamoja. Na yale ambayo wamefanyia Bwana Gachagua, mimi nasema hivi, kiongozi ni mambo mawili that make a great leader: kuwa na utu na utulivu na kufanya haki kwa kila mtu. Yale Bwana Ruto amefanyia kijana yenu Gachagua imeonyesha haki ya Mungu hana utu. Lakini ninyi, si ninyi ndio wenye huyo kijana? Wanasema uchungu wa mwana haujuae ni nani? Sasa nimesikia mwenyewe akiwaambia myomererie, si ndio? Mungoje mbea Bwana Ruto chuma chake kimotoni. Sawa? Na leo tumekuja hapa na kiboko cha Bwana Ruto. Nataka waongeleshe, lakini kabla hajakuja, nina rafiki mwingine hapa anaitwa Gavana Irungu Kang'ata. Nataka mwambie Bwana Kang'ata, yeye alikuwa rafiki wa Uhuru Kenyatta na aliandikia Uhuru barua akamwambia uchumi umeharibika, si nini imeharibika. Leo mkiona Bwana Irungu Kang'ata, mwambie twataka leo aandikie Zakayo barua. Ambie Bwana Zakayo, umepandisha ushuru, umetufinya, punda imechoka. Na tunasikia Bwana Zakayo eti unataka kurudisha finance bill 2024. Tunasema shetani afanye nini? Hiyo pia Bwana Kang'ata weka kwa hiyo barua yako. Mwambie tena Bwana Kang'ata, ambie huyo Zakayo, tumesikia anapeana peremende kwa watu wa upinzani, ati waende wapande miti na yeye wakule peremende kule juu, wananchi tukiumia hapa chini. Mwenye njaa hamjui, mwenye shibe hamjui mwenye njaa. Leo tunasema tukiwa Murang'a, wale umepanda juu na Zakayo mnakula peremende ile ya Adani ya airport, ile ya Adani Ketrako, ile ya Adani ya SHA na SHIF, na watu wa Murang'a hata kupata matibabu ni shida. Tunawaambia aliyejuu mngoje wapi? Aliyejuu mngoje wapi? Bwana Kang'ata, ambia rafiki yako Zakayo, Wakenya wanamngoja chini, na hatumngoji tu, tunamngoja na power saw. Asiposhuka tutafanya nini? Tutafanya nini? Tutafanya nini? La mwisho, Bwana Gavana Waititu amesema hapa, ninyi mlienda kuwinda mkiwa na Mwai wa Kibaki. Mwai wa Kibaki alienda kuwinda akiwa na Wamara kijana. Walifaulu hawakufaulu? Muhula wa pili Mwai Kibaki alienda kuwinda na Kalonzo Musyoka. Walifaulu hawakufaulu? Leo tuko hapa kuambia watu wa Murang'a na watu wa mlima ya kwamba marafiki wenu bado wako. Wanasema gare hita bwana modo amudoliwe. Lakini pia Wakikuyu mnasema hivi, maji hufuata mkondo. Tukitoa Zakayo na hii muungano mpya inakuja mwaka huu mpya, tukiunda serikali mpya, tunataka tuambie watu wa mlima, ruerishoke mkaro. Ruerishoke. Sasa nilete rafiki wa mlima, kiboko cha William Ruto alafu Zakayo, anaitwa Steven Kalonzo Musyoka. Watu wa Murang'a hamjambo? Keno hoye! Murang'a hoye! Garuya hoye! Basi ili hafla iendelee, nitakuwa mfupi sana kwa maneno. Kwanza ni furaha, ni kumshukuru Mwenyezi Mungu leo ikiwa ni siku ya Jumapili,
tulipotoka upande wa Bungoma, tulipitia kanisani upande wa Umoja, na kusema kweli, ili tusije tukawachokesha, tunampongeza ndugu yetu Ngaruya kwa sababu anasherehekea miaka 20. Ako wapi tena? Miaka 20 ya kipawa maalum ambacho amepewa na Mwenyezi Mungu. Tumpigie makofi. Aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Huku tukimpongeza, ninaarifiwa kwamba yeye alimpoteza mama mzazi na kaenda kumpumzisha upande wa Subukia, na watu ambao walifanyia kazi miaka hiyo yote, hawa wana Kenya kwisha hawa. Lakini Kenya itaisha, wao ndio wataisha. Wao hawajamkumbuka hata siku moja. Kwa hivyo ni aibu kwao. Ni aibu si aibu? Ni aibu si aibu kwao? Kwa hivyo wamepata ndugu zake hawa, kina Jeremia Kioni, kina baba yao, kina wakili Ndegwa, kina seneta Wambua na ndugu yetu Eugene Wamalwa na Kenya nzima ambayo inatambua umuhimu wa our artisans. Nawapongeza sana waimbaji wetu wa gospel music in particular, umeleta mfumo mpya wa kuunganisha wa Kenya. Wajiokoe kwanza kiroho, wapate mafuta ya roho, ndivyo kanatigo, na kisha apate nguvu za kusaidiana. Sisi tunajua shida Kenya ni nyingi sana. Kumbukeni mwaka wa 2023 na 2024, maandamano kwanza ya NASA. Maandamano sio ya NASA ya Raila, Azimio la Umoja One Kenya. Raila, Martha Karua na sisi tulisema maisha yamekuwa ya hali ya juu, gharama ya maisha ilikuwa juu zaidi, na bado watu hawezi kuleta chakula mezani ili wapatie watoto wao. Tunapozungumza, watu Ijumaa Soweto, Nairobi bado wanabomolewa. Wakati wa mvua ndio hiyo, mtu anabomolewa nyumba na watoto wanapata pneumonia. Hii ni serikali ya kiunyama. Ni kweli si kweli? Wangapi wanalaani kitu hicho cha kubomoa manyumba kila wakati? Na wao walikuwa wameahidi wakichukua usukani hakuna mambo ya kubomolea wananchi tena, lakini wamezindisha na tena wametia fora. Na sisi wenyewe hatutanyamaza tena. Sio sisi watu wa kupiga kelele. We will do action. We are taking civic action. We are taking legal action because it is the right. Kila mwananchi ni haki yake kupata mahala ambapo anaita nyumbani, malazi bora na chakula bora. The right to decent housing ni right ya kila mwananchi wa Kenya, chini ya katiba mpya aliyoikabidhi Kenya hii mzee amelala Mwai Kibaki, ambaye tulifanikiwa sana. Mimi binafsi miaka 5 nikimshikilia mzee Kibaki, uchumi ukakuwa marudufu, na ndio tulikuwa tunapangia hata barabara hizi kutoka Nairobi Thika Super Highway. Uhuru akazindisha hii ndio carriageway mpaka Karatina na Nyeri. Hii ni mipangilio ya Kibaki, alafu akafuatilia Uhuru Kenyatta. Sisi tunaelewa jinsi ya kupanga, sio kupanga hii ya watu, kutekeleza mambo ambayo tunajua inaweza kuleta manufaa kwa wananchi wa Kenya. Kwa hivyo wakisikia tukiongea, mmoja wao jana alisema ati sisi ni watu napiga kelele. Sio watu wa kupiga kelele. We are senior citizens of this country. We are the loyal opposition ya Kenya hii, kwa sababu tuliona tukinyamaza Wakenya watanyanyaswa, Wakenya wataharibiwa hata maisha. Kwa hivyo we will stand. Kesho hatutaki peremende. Kesho tuko kwa mahakama kutetea uwanja wa Jomo Kenyatta International Airport. Wangapi wanakataa na uwanja wetu? Nataka tuone. Wangapi wanasema tuendelee na kupigania haki zetu?
tukijiandaa kuwapeleka hawa nyumbani. Wacha niwaambie, hewa ya mapinduzi inavuma. Vijana Gen Z wakaanzisha 2024, na tunasema mkirudisha hiyo finance bill kwa njia zozote zile, Wakenya watatoka tena, tuseme la. Wangapi watajitokeza tena, tuseme la. Alafu mfumo wa watu kufanya one term umefika. President wa Marekani Biden one term ya miaka 4 amerudi kwa mamlaka Trump. President wa Botswana hata Masasi akasalimu amri, amefanya one term, ametangaza kwamba yeye chama cha rafiki yangu anaitwa Duma Boko kimesweep kila kitu one term. Liberia vile vile. Kwa hivyo msiogope ati mwambiwe Zakayo anaweza kuiba kura. Haitawezekana. Sisi sio wale wengine wamezoea kuibiwa kura. Tumepindua maneno. This is a revolution, and when it's a revolution you cannot steal. Kwa hivyo msife moyo, mjikakamue wananchi wa Kenya. Watu wa Murang'a ni mahala pa ajabu. Watu wa Murang'a ndio wamejenga Nairobi, kina mzee Kirima na wengineo. Mimi nilikuwa assistant minister, mzee maarufu kabisa wa kutoka Murang'a na MP for Kiharu that time, mzee Kenneth Matiba. Tumeangalia, tumeona, tumefanya kazi na kila mtu. Kwa hivyo tukisema tuko tayari, mtuamini. Mnatuamini jameni? Ndivyo kanatigo. Wangapi wanatuamini na kuamini Mwenyezi Mungu? Kwa hivyo kwa sababu lazima tuendelee na uimbaji kidogo. Nataka nyinyi mjue, tunasema hivi, Ruto akijaribu ataseme badala ya yeye watu wa Kenya waweze hata kuvumilia na wanaomba hiyo 2027 tutafika lini. Lakini wanajaribu kusema ati warekebishe katiba iliyotupatia Kibaki, badala ya miaka 5 waongeze ifike miaka 7. Wangapi wanasema hatuwezi kukubali mambo hayo? Yaani watu wanalia muondoke, kufa driver. Story ndio hiyo. Kwa hivyo mimi nawapongeza, naona vile umejitokeza kwa wingi, na kusema kweli wimbi ya mapinduzi, ya mabadiliko, ya vijana wetu kupata nafasi. Naona Keno hii ambayo ilianza kama petrol station ya Keno, hii itakuwa a city going forward. Kwa sababu lazima vijana wapate mahali ya kufanya kazi. Keno hii ni mfano mzuri zaidi. Na kwa hivyo Mungu awabariki na alinde sana. Asanteni sana.